Wakati mwingine maumivu makubwa hayatoi kwa adui, yanatoka kwa yule ambaye unamuita ndugu. Hii ni hadithi ya rafiki wawili waliokuwa pamoja toka utotoni. Ndoto zao ziliendana na kujikuta wakishirikiana katika kila jambo, huku wakiambiana siri zote za maisha bila kujua kwamba nyuma ya tabasamu la mmoja wao kulikuwa na kivuli cha husda kilichokuwa kinakuwa kimya. Movie yetu inaanza na huyu jamaa aitwaye Jeremy akiwa amelala na mchumba wake, anashtushwa na ndoto mbaya kutoka usingizini. Mchumba wake aitwaye Binti naye alishtuka, akamuuliza ikiwa anaota tena. Jeremy akasema ndiyo, kisha akamuuliza amejuaje kwamba alikuwa anaota. Mchumba wake Binti alimjuza kwamba amesikia akipiga kelele. Jeremy alishangaa huku akionekana kutokubaliana naye. Alipojilaza tena kitandani, mchumba wake Binti alimwambia kwamba baba yake amesema atawapa zawadi nono baada ya kufunga ndoa. Jeremy alishangaa akiuliza, unadhani atatupa nini? Mchumba wake alijibu, huenda nyumba au kutafutia kazi kwenye haya mashirika ya Ulaya. Jeremy alichokijibu ni kwamba kama ni nyumba wanayo na kazi, ana kazi nzuri tu. Mpenzi wake Binti hakukubaliana naye, akidai kwamba kuna nyumba na majumba, alafu pia kuna kibarua na kazi. Jeremy alikubaliana naye huku akitabasamu. Wanaonekana kupendana sana, na baada ya maongezi hayo wakaamua kuendelea kulala. Movie inaitwa Legion, inapatikana kwenye YouTube channel ya Awel Hustle TV 365. Ikiwa wewe ni mgeni hapa, nikukumbushe kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Unayemtega sikio ni mimi Area Shadrack Mangila, the guy from East Africa. Twende kazi. Naam, Jeremy na Peter ni marafiki sana tangia utotoni, na bahati nzuri bwana wanafanya kazi sehemu moja. Tunaona hapo ofisini wanapiga story. Simu ya Jeremy ikawa imeita. Peter akamwambia, "Oya, kuna mtu anakupigia simu." Mshikaji alivyocheck akasema, "Mchumba wangu bwana huyo. Tulipanga twende tukapate chakula cha mchana kwa pamoja." Peter akasema, "Oya, fanya haraka usimchomeshe mahindi." Basi waliagana, Peter kaondoka huku Jeremy naye akijiandaa kumfuata mpenzi wake. Tunamwona Jeremy ameshakutana na mchumba wake Binti, ila Peter akawa anawachungulia. Mlango wa ofisi yake ukagongwa, akawa ameenda kukaa na kuruhusu aliyekuwa anagonga aingie. Kuna huyu Chaumbea ambaye ni mfanyakazi mwenzao, akawa amemletea habari ya kusema kwamba yeye ndo alitakiwa apewe ile project alikuwa anaipambania, ila kwa dakika za mwisho imepewa Jeremy Daniel. Peter alionekana kutokufurahi, akasema JD tena, akimaanisha Jeremy Daniel. Ile hii kazi ni stahili mimi. Chaumbea akamwambia kwamba hayo sio yote, pia wanakaribia kumpa cheo kikubwa humu kwenye hii kampuni. Peter alionekana kukeleka kabisa, akisema kwa nini JD wakati yeye ndo ameanza kufanya kazi kwenye ile kampuni? Wanachokifanya sio kitu kizuri. Chaumbea naye anakoleza tu, akisema kwamba wanamkosea. Peter alimuomba Chaumbea ile siri ibaki kuwa kati yao tu. Chaumbea akasema wala hata usijali, siwezi kumwambia mtu yeyote. Upande wa Jeremy na mchumba wake tunaona wanatoka sehemu ambapo walikuwa wameenda kupata chakula, huku wakiongelea maandalizi ya harusi yao. Ghafla kuna mwanadada alitokea akiwaalika kwenye mikutano ya kanisa lake, akisema atafurahi sana kama wataamua kujiunga nao. Jeremy alionekana kuanza kukasirika na kuuliza wanahusika vipi. Yule binti aliwapa karatasi za mwaliko ila wakakataa kuzipokea. Licha ya hivyo hakuonekana kukata tamaa, aliendelea kuhadithia watakavyobarikiwa ikiwa watajiunga nao. Jeremy alimtolea maneno machafu akimwambia sio Wakristo na hawana imani hizo za kipuuzi. Yule binti hakuonekana kukasirika, alishukuru na kuaga. Wao pia wakapanda gari na kuondoka. Jeremy na mchumba wake wakiwa ndani ya gari bado aliendelea kulalamika. Jeremy akisema waache kuingilia maisha ya watu, yani wanakera sana. Binti wake naye akisema ndio hivyo, yani wanadai kila mtu anataka huo wokovu wanaoudai. Yani siamini wanavyofikiria kwamba kuna kijana anaweza kujitokeza na kuja kufa msalabani na kuokoa ulimwengu mzima. Wanaendelea kuongea kwa hasira huku wakitukana. Binti naye anasema kinachoshangaza ni kwamba wote hao ni maskini kabisa, wanaendelea kuomba na kufunga bila kupata chochote. Yani waliuchafua Ukristo kabisa. Kama kuna maneno nitatamka ambayo atamkela mtu, niombeni mnisamehe. Ni sehemu ya kazi tu, sio kwamba naungana nao katika mawazo hayo. Tunaona ameshafika nyumbani. Jeremy alipomkuta mpenzi wake Binti akiangalia kipindi cha Pastor Joshua, akamshangaa na kumuuliza, "Hivi unafuatilia kitu gani hicho?" Binti alijibu kwamba kuna rafiki yake amemwomba amfuatilie huyo mchungaji, maana anafunza mambo kadha wa kadha, hata mambo ya biashara. Na kutokana kwamba huyu binti ni mfanyabiashara wa mambo ya vipodozi na yupo karibuni kufungua duka lake, akawa ameamua kumfuatilia ili ajifunze baadhi ya mambo. Mpenzi wake Jeremy bwana alionekana kutokupenda, akamwambia achana na hizo fikra potofu au ataongea kitu chochote ili waweze kukudanganya. Mpenzi wake Binti akamuuliza, "Mbona unasema hivyo? Au kwa sababu umesikia ni mtumishi wa Mungu?" Jeremy anachukia sana Ukristo na anaendelea kulalamika, akisema kwamba hayo mambo ni mambo ya kipuzi tu, wanadanganya, na kitu kinachomuuma zaidi anadai kwamba Waafrika wengi ndio tunadanganywa. Baada ya mpenzi wake kuonekana kutokumuelewa, Jeremy alimwambia mpenzi wake kwamba ili utoboe katika maisha unachokihitaji ni akili yako na kufanya kazi kwa bidii. Hayo mambo mengine ni uongo. Wakiwa bado wamekaa pale, jamaa alipata taarifa ya kumwambia kwamba amepandishwa cheo. Akaanza kushangilia. Mchumba wake alishtuka na kumuuliza, "Kuna nini?" Alipomwambia kwamba amepandishwa cheo, wote kwa pamoja walishangilia, huku mchumba wake akimpongeza na kumwambia kwamba ana akili sana. Jeremy akamwambia, "Unaona sasa, huu ndio ushahidi tosha. Unachokihitaji tu ni kuwa na akili na kufanya kazi kwa bidii. Nimekwambia,
Binti naye akaonekana kukubaliana naye. Upande wa Peter tunamwona yupo na mpenzi wake Estelle, akasimamisha gari akionekana mwenye hasira sana. Mpenzi wake akamuuliza kuna nini? Usiniambia kwamba rafiki yake atakuwa amepandishwa cheo tena. Jamaa akasema ndio, mimi hata sielewi. Itabidi niongee na hao wakuu wangu. Sijui wanachukuliaje. Mpenzi wake Estelle akamwambia wewe, nilikwambia tangia mwaka jana. Kila siku anapewa vyeo yeye. Project za maana anapewa yeye. Siku moja utajikuta wewe ndio unakuwa mhudumu wake. Peter akamwambia wewe acha, usihusishe rafiki yangu. Ili swala halimhusu yeye. Jamaa yupo smart, anafanya kazi na anajituma. Tatizo ni wale wakuu wangu. Yaani wakurugenzi wetu sijui wanawaza nini. Wakati mimi ndo nimeanza kufanya kazi kwenye ile kampuni. Mpenzi wake Esther alimwambia, kila siku naongea maneno hayo bana. Wewe hata sijui ni nini. Peter alimtizama tu, akawasha gari na kuendelea na safari. Siku iliyofuata tunaona majamaa wamekutana kazini. Peter kaenda kumpongeza rafiki yake. Jeremy akadai kwamba alitamani sana nafasi ile apewe Peter. Na alikuwa tayari kashaongea na boss wao. Peter akasema wala usijali, muda wangu upo. Jeremy alitumia fursa ile kumwomba rafiki yake Peter yeye na mpenzi wake jioni waweze kujumuika nao kupata dina. Peter kwanza alianza kumshukuru akisema alifanya kitu kikubwa sana kuweza kuongea na boss wake ingawa nafasi hajapata, na kuhusiana na dina asijali, watatokea. Jeremy naye alimshukuru, wakaagana. Peter kaondoka. Mida ya usiku ndoto ajabu ilimtokea tena Jeremy. Akawa anahangaika kama mtu anayekabwa koo. Mchumba wake binti akawa ameshtuka huku akimwangalia. Alionekana kwa amaki na kuwa na uoga kwa pamoja. Alipojishtua binti alimuuliza ikiwa alikuwa anaota, maana alikuwa anajigeuza geuza. Jamaa na hema akidai kwamba ndoto hii inamsumbua kwa muda sasa. Anaweza kusikia sauti za hao watu ila hawezi kusikia wanaongea kitu gani wala hata kuwaona. Binti alimwambia kwamba yanaogopesha na kwenda kumchukulia maji. Jamaa alionekana kuchanganyikiwa maana haelewi kinachoendelea. Mchumba wake binti alimletea maji na vidonge vya kutoa mawazo, akimwomba vitumia atajisikia vizuri. Huenda ni pressure za majukumu mapya. Jeremy alipomaliza kutumia zile dawa, alimwambia mpenzi wake binti kuwa ndoto aliyomwambia kwamba anaotaga ndio imejirudia, ila kwa kipindi hiki ilikuwa mbaya zaidi. Mchumba wake binti alishangaa na kusema, mimi nilikuwa nadhani ni ndoto tofauti tofauti. Jeremy alimwambia kwamba ni ndoto moja ambayo inajirudia rudia. Wote walionekana kutafakari. Jamaa akamkabidhi ile glasi na kumshukuru na kumwomba pande kitandani waendelee kulala. Upande wa Peter alipata nafasi ya kuongea na bosi wao. Akasema kwamba anafanya kazi kwa nguvu zake zote ila haoni kama anatendewa haki. Bosi wake alielewa ni kitu gani anamaanisha. Akamwambia kwamba wanamkubali na ni mfanyakazi mzuri ila jamaa ni noma zaidi. Vile vile bosi alimweleza kwamba Jeremy alidiriki kwenda hata kumwombea ili nafasi apewe Peter ila hawangeweza kufanya hivyo. Huku akimwambia na yeye ashukuru nafasi aliyopewa. Ila Peter hakuonekana kuridhia kabisa. Bosi wake alichomwomba ni kuendelea kufanya kazi kwa bidii, akimwahidi kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Bosi aliondoka huku Peter akionekana mnyonge. Dakika sifuri ile Chaumbea naye akawa ametimba akimwambia kwamba kuna taarifa mbaya. Peter kauliza kuna nini? Chaumbea alimwambia kwamba wapo wanatafuta mfanyakazi ambaye atakava ile sehemu ambayo JD alikuwa anafanya kazi. Peter alionekana kushtuka sana. Inaonekana angalau alitamani apate ile nafasi. Mida ya jioni tunamwona Peter na mpenzi wake wakiwa wamemtembelea Jeremy na mchumba wake. Wako pamoja wanapata chakula huku akiendelea kufurahia ushindi wa Jeremy. Peter aliomba wagonge chess huku akiongea maneno ya kumsifia rafiki yake Jeremy. Ila mchumba wake alikuwa akimkata jicho fulani hivi. Unaweza ukaona kuna kitu hakiko sawa. Baada ya hapo walionekana wakiwa wanacheza bao. Kila mtu mpenzi wake akimshabikia. Kulikuwepo ka ushindani ka kiujamaa. Ila Peter na mpenzi wake wao walichukulia nginja. Hasa mchumba wake na Jeremy aliposema kwamba hawajawahi kushindwa. Yaani siku zote wao ni washindi. Bahati nzuri Peter na mpenzi wake walishinda. Ila hata hivyo haikubadilisha chochote. Mchumba wake Jeremy akaomba waendelee kucheza. Peter akasema hapana na kumwomba Jeremy aende kumuonyesha nguo mpya alizokuwa amechukua. Jamaa bila iana alikubali, wakanyanyuka na kuondoka. Huku binti yake akiendelea kusema kwamba wakirudi lazima wacheze tena. Hawezi kukubali kushindwa. Tunaona ameshafika chumbani. Jamaa anamuonyesha zile nguo huku akimsifia sana designer wake. Peter naye akimwambia kwamba itabidi na yeye aanze kumpa kazi. Walipomaliza, Peter akawa amemuuliza jamaa kwamba anaweza kutumia choo chake. Mshikaji akasema haina noma bana. Mshikaji akazama ndani. Kumbe ndo alikuwa anakwenda kuchukua mazagazaga ili wammalize moja kwa moja. Peter na mpenzi wake aliporudi nyumbani, tunaona bado wapo ndani ya gari wanaongea. Peter akidai kwamba anakelaika akiwa na JD, maana mshikaji anampita kwa kila kitu. Mpenzi wake akasema kwamba naye ndo hivyo, maana binti ni mtu wa kujisifia. Licha ya kuwa na baba tajiri, inaonekana hata mume wake mtarajiwa atakuja kuwa tajiri mkubwa sana. Watu wana wivu, yaani muda wote ni kuwapiga majungu. Baada ya siku tunamwona Peter kamfuata jamaa ofisini. Anamuomba ili aweze kuongea na bosi wao tena. Akisema nafasi aliyokuwa anaitaka jamaa kaichukua na hana tatizo na hilo. Basi anaomba aongee na bosi wao amfanye hata msaidizi wake. Baada ya Jeremy kutafakari kwa muda, alikubaliana naye na kumkumbusha kwamba wametoka mbali. Hilo ni jambo la kawaida. Waliagana, Peter kawa ameondoka kuendelea na kazi zake. Jeremy alipofika nyumbani, alimpa taarifa ile mpenzi wake. Mpenzi wake alipingana naye kabisa, akidai hataweza kumfanya kama yeye.
Jeremia akasema hakuomba awe kama yeye, aliomba japo awe msaidizi wake. Mchumba wake binti alijibu, wewe ulidai unamtaka mtu mwenye akili, mchapakazi kama wewe. Peter atakurudisha nyuma, achana naye bwana. Jeremia alijaribu kumtetea Peter, ila binti hakumuelewa. Baada ya siku tunamwona Peter akiwa ofisini, anaonekana kutokuwa na furaha. Chaumbea akawa ameingia, akimletea taarifa ya kwamba ile nafasi aliyokuwa anaitaka ya kuwa msaidizi wa jamaa ameteuliwa mtu mwingine. Peter alikuwa amekasirika kiasi kwamba hakutaka kuongea naye chochote, akamfukuza. Baada ya Chaumbea kuondoka, Peter hadi alinyanyuka akiwa anaongea peke yake, akisema inakuwaje? Mtu nilikufuata nikakubembeleza, ila hata umeshindwa kwenda kuongea nao. Waweza hata kunifanya msaidizi wako wakati mimi na wewe tumetoka mbali. Alionekana kutafakari sana. Moja kwa moja kaanza kukumbuka mambo ya nyuma. Kipindi hicho mwalimu aliyekuwa anawafunza akimsifia sana Jeremy, yeye akionekana hamnazo na kuambulia matusi. Jamaa baada akiwa anapewa makavu, babake Peter akawa anasikia. Alimpongeza mwalimu na kupita zake ndani. Mwalimu na Jeremy alipoondoka, babake akaanza kumtukana, akimwambia ni mjinga sana. Babake amejitahidi kufanya kile anachokiweza, kumpeleka shule nzuri hadi kumleta Jeremy asome naye ili awe anajifunza kutoka kwake. Ila anachoambulia ni Peter kuendelea kuwa mjinga. Yaani haelewi jinsi gani mtoto wake anashindwa akili na mtoto ambao mama yake anafanya kazi za ndani. Peter alipojaribu kuomba msamaha, baba yake alizidi kuwa mkali. Alimtamkia maneno mazito na machafu sana ambao wazazi hawatakiwi kuwatamkia watoto wao, maana maneno yale bado yanamtesa sana Peter. Kuna hii siku ilikuwa mida ya jioni. Jade na mpenzi wake wamekaa sebuleni wanaangalia movie. Jade akaanza kusikia sauti ambazo hajui zinatoka wapi. Alijaribu kujikaza ila ghafla zikazidi. Akakurupuka haraka, na kwa kuwa mchumba wake alikuwa amekaa huko akimlalia, akajikuta amemdondosha chini. Mchumba wake alianza kulalamika. Jamaa kamuinua huko akimwomba msamaha. Jamaa kamuuliza ikiwa amesikia chochote. Nini hizo sauti? Hujazisikia? Sauti zipi hizo? Samahani mpenzi, na hizi zitakuwa zimetokea ndani ya movie. Binti alianza kumuuliza jamaa ikiwa ipo sawa. Alimwomba mchumba wake akae atulie aende kumletea maji, ila binti akawa anamtazama kwa mshangao, ni kama kuna kitu amekishtukia, huku jamaa pia naye akionekana kuwa na wasiwasi. Siku iliyofuata tunamwona ameshafika kazini. Anaongea na mmoja wa wafanyakazi waliopo kwenye timu yake. Akiwa bado anaongea naye, ile hali ikamtokea tena. Akaanza kusikia sauti zinamkera masikioni na kumfanya jaribu kuomba zinyamazishwe. Yule jamaa alishtuka akimuuliza kuna nini, maana asikii hizo sauti. Hata aliporejea nyumbani anaendelea kulalamika akidai kwamba anasikia baridi. Mchumba wake binti hamuelewi. Anasema mbona hakuna baridi hapa? Na huko hospitalini wamekufanyia vipimo. Pia huonekani kuwa na shida yoyote. Uko sawa bwana? Hapana baby, sipo sawa. Nahisi baridi kali. Hebu nitafutie kiblanketi hapo. Jamaa anaendelea kulalamika akidai kwamba anasikia baridi. Mchumba wake akimshangaa maana kuna joto kali. Mpenzi wake anahisi kwamba ni majukumu yaliyoongezeka, akamtaka achukue likizo. Jamaa akakataa akisema hawezi kuchukua likizo, maana baada ya kufunga ndoa hatapata likizo tena, hivyo anaweza kushindwa kwenda kula honeymoon. Mchumba wake alimtaka achukue likizo, akidai anataka mchumba ambaye yupo salama kuliko mume ambaye atakuwa anaumwa hayo magonjwa. Alipomaliza kuongea maneno yale, alimwaga na kutaka kuondoka. Jamaa akambembeleza akimwomba simwache peke yake. Mchumba wake alimwacha pale peke yake akaondoka, akidai kwamba wana mambo mengi ya kwenda kufanya. Jamaa alibaki peke yake pale akiendelea kuhangaika. Aisee, Mwenyezi Mungu atuepushe na majaribu kama haya. Mambo yamezidi kuwa magumu. Jamaa hata akiwa anatembeza gari, anazidi kusikia zile sauti. Raundi hii anasikia sauti zikimuita. Anajaribu kugeuka kutizama ndani ya gari ikiwa kuna mtu, ila hakuna mtu yeyote. Anauliza nyie ni kina nani na mnataka nini kwangu? Anaendelea kusikia sauti ambazo zinacheka, sauti ambazo zinaunguruma. Mauzauza alipozidi alitoka ndani ya gari kama kichaa kikimbia. Jamaa alikimbia hadi kwa mpenzi wake. Mpenzi wake alipomwona akashtuka, kamuuliza gari yako iko wapi? Jamaa akamwambia kwa ameitupa huko, maana watu wanamfuatilia. Kamuuliza watu gani? Kuna watu wanataka kuniua mpenzi wangu, sijui hata nifanye nini. Jamaa anaanza kujificha nyuma ya mpenzi wake. Anatamani mpenzi wake apasuke ajifiche ndani yake. Mchumba wake naye hampe hata nafasi. Jamaa anaendelea kulalamika, ila mchumba wake hamuelewi. Mchumba wake alizidi kwa hamaki. Alipomuuliza amefikaje pale, akamwambia amekuja anakimbia. Mchumba wake alimwomba jamaa msubirie pale, aingie ndani. Jamaa akasema hapana, usiniache hapa peke yangu. Nakuomba tafadhali, usiniache hapa peke yangu. Acha tuingie wote ndani. Mchumba wake anazidi kukataa. Inaonekana hana huruma na jamaa. Aisee. Siku iliyofuata tunamwona akiwa ofisini na bosi wake. Bosi akimwomba chukue likizo aende akatibiwe, maana hali yake inatisha. Jamaa kajibu kwamba mambo sio mabaya sana, isitoshe na kazi nyingi ambazo anatakiwa kuzisimamia. Hata kabla hajamaliza kuongea, zile sauti zikamtokea. Jamaa kaanza kugeuka. Bosi wake anamwambia kwamba anamuelewa, anaweza kaondoka siku yote, akirudi nafasi yake ipo. Jamaa akiwa anaongea akitaka hizo sauti zinyamanze. Bosi wake kahisi kwamba anaambiwa yeye. Akauliza unasemaje? Samahani bosi, sikuwa naongea na wewe. Jamaa aliendelea kusisitiza akiomba wamwache amalizie kazi alizozianza. Baada ya hapa atachukua likizo. Bosi wake alikubaliana naye, akamwaga na kuondoka.
Muda wa kurudi nyumbani tunaona akiwa ametoka. Peter akamfuata na kumuuliza, "Mbona sijaona gari lako?" Jeremy akamjuza kwamba gari ameacha nyumbani. Peter akamwambia haina shida, naweza kukupeleka kama hutajali. Jamaa kadai alikuwa ameongea na mchumba wake aje kumchukua, hivyo itabidi ampigie ajue amefika wapi. Peter akamwambia usijali, wewe fanya hivyo, mimi naingia mara moja hapa, kuna kitu nachukua. Kama atakuwa anakaribia kufika hapa sawa, kama atakuwa bado yupo mbali utabidi umwambie arudi nyumbani, mimi nitakupeleka. Alipompigia mchumba wake alimwambia yupo busy, kuna mambo anafanya. Jamaa akasema basi sawa, itabidi niongozane na Peter. Wakiwa njiani kuelekea nyumbani, Peter alijaribu kumuuliza ikiwa kuna tatizo. Jamaa kavunga, akadai hana shida yoyote. Kuna mambo hapa na pale tu yanamchanganya, ila ipo sawa. Ni kama najua aliyemloga. Peter akaanza kumshauri achukue likizo. Jamaa akasema haiwezekani. Kumbuka ndo nimepewa cheo, afu kuna project nishaanzisha, inabidi nizimalize kwanza. Akiwa bado anaongea, akapiga kelele akimtaka Peter simamishe gari. Na kumwambia wewe unataka kumgonga huyo mtu? Peter akamuuliza mtu wapi? Yuko wapi, mbona simuone mtu yoyote? Kwani ukumwona huyo binti aliyekuwa anavuka barabara? Binti yupi Jeremy? Binti yupi? Peter alimshangaa sana, ila mshikaji anajua alichokifanya. Jeremy aliomba msamaha huku safari ikiendelea. Usiku akiwa amelala, alianza kusikia zile sauti tena. Alishtuka na kuanza kuuliza, "We ni nani? Uko wapi? Jitokeze basi." Alishuka kitandani huku akijaribu kusikiliza sauti za kwa zinatokea wapi. Sauti zinazidi kumfuata. Mshikaji akachukua viatu na kukaa tayari kwa mapambano, huku akiwa naoga na kuweweseka. Anageuka maana azidi kusikia hizo sauti na zinamchanganya sana. Jamaa anatapatapa mle ndani. "We ni nani? Unadhani unaweza kunifanya chochote?" Ghafla mlango umejifungua. Mshikaji akarukia kitandani kwa uoga, huku akitoa macho huku na kule, akidai haogopi chochote. Huyu anayepiga kelele ajionyeshe. Asubuhi mchumba wake alivyokuja kumuona, alimuita huku akiendelea chumbani. Chumbani bwana hakumuona. Aliporudi sebuleni, alimkuta mshikaji kajificha nyuma ya kochi, huyu akimuonyesha kwa ishara eti akae kimya. Alipojaribu kumuuliza anafanya nini nyuma ya kochi, jamaa akamwambia kwamba watamsikia. Anauliza kina nani watatusikia? Wale watu ambao wananiandama, wapo wananitafuta bado. Yaani mshikaji ameshakuwa kama kichaa. Mchumba wake anajaribu kumuomba anyanyuke. Jamaa anambembeleza akimwambia acha kuongea, watanisikia wanifate. Jamaa kapelekwa kwa daktari. Daktari akamwambia kwamba anasumbuliwa na magonjwa ya akili. Mchumba wake alishtuka sana, akiuliza imekwaje? Maana jamaa ni mtu smart sana. Sasa hiyo hali itakuwa imetokana na nini? Wakiwa bado anaongea, jamaa akasema wanatusikiza hata huku. Wewe umeambia kwamba tumekuja huku. Umeambia wewe, nimekuambia usiwaambie. Mchumba wake ajaribu kumbembeleza akimwambia atulie. Ila mshikaji kelezi kamzidia. Huyu akashuka chini ya meza kujificha, huku akipiga kelele. Mchumba wake anamwangalia kwa huruma na kuanza kulia, huku daktari akimwambia atulie. Siku iliyofuata jamaa aliingia kazini. Alipofika kazini, bosi wake akamfuata, akamwambia rudi nyumbani utulie. Jamaa akasema anaweza kufanya kazi. Muda sio mrefu mambo akabadilika. Kaanza kusema wananifuata. Mnakuja huku. Toka. Rudi nyuma. Acha kunivamia. Alafu anaongea huko akimtazama bosi wake. Bosi wake kaanza kupata na oga. Anamuuliza unaongea na nani? Jamaa akamfuata bosi wake na kuminya shingoni. Kidogo ampasue ngumi ya uso. Akamwambia toka hapa. Toka ofisini kwangu. Toka. Akamtoa haraka kwa nguvu. Jamaa tunamwona ashafika nyumbani huko akibishana mpenzi wake. Mpenzi wake anamwambia kwamba anahitaji msaada. Jamaa haelewi. Anadai haelewi kinachomfanya mchumba wake apretend kama kila kitu kipo sawa. Mchumba wake anamwambia kwamba hamna tatizo lolote, yeye anahitajia kupata msaada. Unamaanisha yule daktari wako ambaye hajui anachokifanya? Sio kwamba hajui anachokifanya mchumba wangu. Anataka uende kwenye vituo ambapo wanasaidia watu kama wewe. Mshikaji kauli ile ilimkata sana. Kaanza kulalamika kwa nini mchumba wake amuite kichaa. Mchumba wake akasema kwamba hajamuita kichaa, anachomaanisha ni kwamba anahitaji msaada. Jamaa kadai kwamba hahitaji msaada wowote, yeye na watu wengine ndo wanahitaji msaada. Mchumba wake naye alikasirika, akamwambia nimechoka kuhusiana na haya mambo. Hivyo unajua kwamba umefukuzwa kazi? Jamaa alishtuka sana. Mchumba wake anaendelea kumwambia kwamba amesimamisha kazi, haruhusiwi kufanya kitu chochote kwenye ile kampuni. Jamaa alipigia magoti akimuuliza, hivi bebe, unaamini kabisa kama mimi ni kichaa? Kweli kabisa. Wengine wote wanaweza wakaamini, lakini sio wewe mpenzi wangu. Tafadhali baki upande wangu. Mchumba wake naye alianza kulalamika kwamba anayopitia ni mengi. Hata biashara aliyofungua haikuuza, wageni alioalika hawakuja na hapati wateja. Haoni jinsi gani atakavyorudisha pesa yake aliyoiwekeza. Alimalizia akisema kwamba kama hatakubali kujiunga na vituo vyenye kuweza kumsaidia, yupo tayari kuachana naye. Aliondoka zake huku jamaa akiendelea kumuita, wala hata hakugeuka. Jamaa aliamua kujipeleka mwenyewe kwenye moja ya kituo cha pale. Bahati nzuri kwenye hicho kituo ndipo anapojitolea huyu binti ambaye anaitwa Lucy. Leo kaja amechelewa, akiwa anaomba msamaha. Mwanamke akamwambia wala hata usijali, sio kwamba unalipa, unafanya kujitolea tu. Lucy akasema hata kama inabidi nifike hapo kwa muda. Yule binti alimwambia Lucy kwamba amepata mgonjwa mpya. Lucy hakuonekana kushangaa, ila kuna namna yule binti alivyompa mashaka Lucy. Akamuuliza mbona kila siku tunakuaga na wagonjwa, huyu aliyekuja leo ana utofauti gani? Yule binti alianza kumsimulia jinsi jamani handsome, akidai ni type yake. Sema tatizo anaumwa ukichaa. Lucy alionekana kusikitika. Huyu binti naye akisema ndio maana amekata tamaa.
Lucy aliamua kwenda kumtizama. Mshikaji alipo chumbani, tunamwona kitafakari. Akachukua simu na kumpigia mchumba wake Binta. Binta alipokea, wakaongea. Mshikaji akamweleza kwamba yupo kwenye kituo fulani, hivyo afanye iwezekanavyo aje kumuona, maana amemkumbuka. Alimuulizia hata kuhusiana na biashara yake. Binta kadai kwamba ni afadhali. Jamaa akiwa bado anaendelea kuongea akibembeleza aje kumuona, Binta akamkatia simu. Huku Lucy naye akawa tayari anagonga mlango. Alipogonga mara kadhaa bila kupokelewa, akaanza kujitambulisha akidai kwamba anaitwa Lucy na ni mmoja wa wauguzi wa pale. Jamaa aligoma kwenda kufungua. Lucy akafungua mlango na kuingia. Lucy alianza kuongea naye akimkaribisha. Jamaa na hasira zote akamwambia, wewe ongea kilichokuleta hapa kisha uondoke. Lucy ilibidi amueleze utaratibu wa pale. Akiwa bado anaongea, jamaa alimkatisha kwa kumfokea akisema, nyamaza, umejuaje kama nipo huku? Tulia, acha kupiga kelele. Lucy alianza kutoa macho asijue cha kufanya. Jamaa naye akaendelea kuhangaika huku akiziba masikio. Kwa bahati mbaya alitoa kitandana kadondoka, akaangukia vunguni upande wa pili. Lucy alimkimbilia kwenda kumwangalia. Lucy ni binti mrembo ambaye anapenda sana kusali. Hata akifika nyumbani huwa anatenga muda wa kusoma Biblia na kujifunza neno la Mwenyezi Mungu. Siku iliyofuata mida ya mchana, Lucy alimfuata jamaa na kumuuliza kwa nini hajala chakula chake cha mchana. Jamaa alimpa majibu ambayo alimshangaza sana Lucy, akidai kwamba chakula alichompa kilijaa panya wazima waliokuwa kimtizama, ndio maana hakuweza kukila. Akamwambia kwamba alijileta pale ili approve watu kwamba yeye sio kichaa. Jamaa alianza kumkaripia akimwambia, najua mipango yenu, najua mnachokifanya, najua mnataka kuniua. Jamaa kanyanyuka na kuanza kucheka. Ashaanza kusikia sauti. Anasema, najua wamekutuma, achana hayo mambo, niachilie. Nawaona wanakuja. Wamejuaje kama niko hapa? Hivi wamejuaje? Anazidi kusikia zile sauti zikimchanganya, huku akiendelea kupiga juu ya meza kwa nguvu akiomba zitulie. Jamaa anaendelea kuhangaika mle ndani, Lucy naye akiwa amesimama na anaendelea kumtizama. Ghafla jamaa alinyanyuka na kumfuata akasema, mbona unanifanyia hivi? Sijafanya chochote kwako, nipo hapa kukusaidia, sio kukuumiza. Tafadhali. Jamaa anaendelea kusema, uko hapa kuniua. Najua mipango yenu. Hapana, tuko hapa kukusaidia. Najua wamekutuma, na uhakika wamekutuma, nimekuona. Waambie kama hujanikuta. Jamaa anaendelea kumwambia Lucy aombe kama hajamuona, akamtaka atoke pale aondoke. Lucy alipoondoka vikatulia, jamaa akaanza kulia. Kuna hii siku tunamwona Lucy na yule mwanamke wanapiga story. Mchumba wake na jamaa akaja kumuona, ila akapita mbio huku akiwa amejifunika. Yule binti mwingine akacheka, akasema, kwani nadhani simfahamu. Lucy akamuuliza, unamuongelea nani? Yule binti akamwambia, Binta, yule mwanamke wa mitandaoni. Lucy akawa anauliza, nani? Haumjui? Lucy akasema, hapana. Nimekumbuka, dada yake na Yesu hutumia mitandao ya kijamii. Yule binti alianza kumsimulia akisema ni mtu maarufu sana, amevalishwa pete ya uchumba na jamaa aitwaye Jeremy miezi mitatu iliyopita. Yule mwanamke aliongea maneno yale akiguu kuangalia picha ya Jeremy. Alipotizama vizuri akashtuka na kusema, kumbe ndio yeye. Alianza kumwonyesha picha kwenye peji yake akisema, ndio yeye, si unamwona? Ndio mchumba wake. Mida ya baadaye Lucy alimfuata jamaa akamwomba ikiwa hatajali aweze kujiunga nao katika kikundi cha kujifunza neno la Mungu na kuomba kwa pamoja. Jamaa liliinuka kitandani na kuanza kumtukana akidai simletee hizo habari za kijinga. Lucy alipojaribu kuendelea kueleza akamwambia, kama una kitu kingine cha kuongea toka nje. Lucy aliondoka zake akimtakia siku njema. Jamaa akamwambia, uwe na siku mbaya. Peter na Binta bwana tunaona wanaongea. Peter akidai kwamba anatamani kwenda kumuona, ila na uhakika jamaa hataki aende kumuona. Mchumba wake aliitikia akisema ndio, hatapenda hivyo. Peter alianza kupretend akimwambia Binta kuwa anamwamini Jade atatoka vizuri. Binta yeye anachokilalamikia ni kwamba wamechelewa kufunga ndoa. Aisee, watu wengine bwana. Peter aliendelea kumpa moyo na kujifanya mwema, na Binta ajui kwamba yeye ndio chanzo cha hayo yote. Kuna hii siku Lucy akiwa amelala alioteshwa, akapewa mafungu ya Biblia. Aliinuka na kuanza kuyasoma. Baada ya kuchukua muda na kusoma mafungu yale, akawa na tafakari yatakuwa na maanisha nini. Anazidi kuota kuhusu Jeremy, na leo amepewa hayo mafungu ila elewa anachotakiwa kukifanya. Alichokifanya ni fumba macho na kuomba. Siku iliyofuata alipofika kazini, aliongea na yule dada. Akamwambia kwamba anataka achukue siku 7 afunge kwa ajili ya Jeremy. Yule binti akawa kama hamuelewi, akimuuliza wewe unafunga kwa ajili yake kama nani? Lucy alichomwomba ni kuwa karibu yake na chochote kitakachotokea amfahamishe, maana naamini kwamba kuna kitu Mwenyezi Mungu anachojaribu kumwambia kuhusiana na jamaa. Lucy, ndio umeshaanza kumpenda? Ndio maana unafanya hayo? Ukumbuke uruhusiwi kuwa na mahusiano na wagonjwa wako. Lucy akamwambia, wewe unaongea kitu gani wewe? Wewe unanijua mimi nilivyo. Sasa hayo mambo unatoa wapi? Najisikia tu hii hali ya kumuombea. Mbona pretend kana kwamba ukumbuke kama mimi nilipitia hiki anachokipitia, Yule binti alimuelewa, akasema sawa. Basi nenda ufunge na usali kwa ajili yake. Lakini utakavyofunga vyote, usiruhusu huo mfungo wako uharibu hii sura yako nzuri. Wote walijikuta wanacheka. Lucy alimwaga na kuondoka zake. Binti alikuja kumuona mchumba wake. Jamaa kaanza kumhoji maswali. Kwa nini hajaja kumuona na anajua amemkumbuka? Mchumba wake akamwambia yupo busy na ana maisha inabidi aendelee kuishi.
Kabla hajaongea hata mengi, alimwambia kwamba amekuja kumjuza kwamba hawezi kuendelea kuwa pamoja. Jamaa kashtuka na kumuuliza, "Unamaanisha nini? Mimi siwezi kuendelea kuishi na wewe. Watu waliniona juzi kati nimekuja kukuona, wakaniposti huko mitandao, nilikuwa nimezagaa. Siwezi kukubali maisha yangu haribike kwa sababu yako wewe." Jamaa alimbembeleza akimwomba asisikilize watu. Watu watazidi kuongea tu. Yupo anatumia dawa na anafuata ushauri wa madaktari, ana imani atakuwa sawa. Alivyoongea tu hivyo, akaanza kucheka. Binti akashtuka. Jamaa kaanza kujiuliza mwenyewe, "Unacheka nini? Unacheka nini? Kitu gani cha kuchekesha?" Vile vimesauti vilimtokea. Alipoanza kuongea, mchumba wake kama ametoka na kukimbia. Kidogo zile sauti zikatulia. Jamaa agundua kama mpenzi wake anatoka. Mshikaji kamfuata kwa nyuma. Binti anatoka, jamaa naye yupo nyuma. Lucy alipomwona Jeremy anatoka, naye akamfuata kwa nyuma. Kwa baadaye tunaona wameshamrudisha ndani, wamemdunga sindano ya usingizi, huku Lucy akiwa anashukuru jamaa aliyemsaidia, akimtuma pia kwa wafanyakazi wenzake waliomsaidia. Akiwa amelala pale, Lucy akawa ameanza kumwombea. Baada ya dawa kuisha na jamaa kuamka, Lucy aliingia mle ndani, akachukua kiti na kukaa pembeni. Jamaa alisema, "Mimi sio kichaa." Lucy akamwambia, "Najua." "Nakuamini." "Unaniamini?" "Ndiyo, nakuamini." Jamaa akasema, "Watu wengine wote wanahisi kwamba mimi ni kichaa." Lucy alijibu kuwa ni kutokana na kwamba hamwangalii katika ulimwengu wa kiroho. Lucy alimweka wazi kwamba amekuwa akiota kuhusiana na yeye na kumweka wazi kuwa ametupiwa mashetani. Jamaa alianza kucheka, maana haamini kabisa katika hayo mambo. Jamaa alimbadilikia, akamwambia ikiwa hana kitu kingine cha kumwambia atoke aondoke. Lucy alipojaribu kuendelea kumweleza, jamaa likamfokea na kumwambia toka nje. Lucy alinyanyuka na kuweka kile kiti vizuri, akaondoka zake. Lucy alipofika nyumbani, alitenga muda na kuanza kuomba, akimwombea jamaa. Aliomba jamaa aweze kufunguliwa, nguvu za Mwenyezi Mungu zitawale katika maisha yake, ziweze kufukuza mashetani aliyotupiwa. Lucy aliomba kwa muda hadi akaanza kutoa machozi. Akiwa bado anaomba, Jeremy huko alipokuwa amelala akaanza kutapatapa. Kumbe alikuwa anaota bwana, akijiona yupo sehemu kwenye chumba ambapo kuna giza, huku akipiga kelele akisema, "Njoo mniokoe jamani, njoo mniokoe. Nisaidie jamani, nisaidie. Naombeni msaada wenu. Ajitokeze mtu aje anisaidie." Alianza kusikia vicheko vya wale mashetani huku akiogopa. Yupo pale kitandani akiendelea kujigeuza. Kumbe yupo anaota hiyo ndoto ambayo inamtisha. Ghafla nuru ilionekana kwenye kile chumba. Ikatokea mikono ambayo inawakawaka. Ilipogusa ile minyororo ilikuwa imefunga miguuni na mikononi, minyororo ile ikakatika. Mshikaji huku kitandani bado anapambana, ni kama kuna mtu ambaye anamkaba koo. Alijishtua huku akihemahema, agundua kwamba alikuwa anaota. Asubuhi Lucy alipofika chumbani kwa jamaa alikuwa amekaa akimsubiria. Alimuita na kumsalimia. Jamaa akamwambia, "Unaweza kuniita JD, kifupi cha Jeremy Daniel." Alimuomba akae. Lucy akakaa na kumshukuru. Jamaa alimuomba asiogope, hata muumiza. Akasema, "Sikuogopi, sijawahi kukuogopa. Najua ni hali uliyokuwa unapitia." Jamaa alishangaa kusikia maneno yale, akamuomba msamaha. Jamaa alimwambia kwamba toka asubuhi amekuwa akimsubiri, maana kuna kitu natamani waongee kuhusiana alivyomwambia kwamba ametupia uchawi. Lucy akamwambia, "Ndiyo, nilionyesha katika ndoto nikiwa nafanya maombi." Jamaa alianza kumsimulia kuhusiana na ile ndoto, akamwambia kila kitu kilivyotokea na jinsi minyororo ilivyokatwa. Lucy alifurahi sana kusikia vile, akamwambia, "Inamaanisha sasa upo huru. Hapo Mwenyezi Mungu amekuokoa. Wewe sio mgonjwa tena." Jamaa aliendelea kuchanganyikia akiuliza kwa nini yeye, maana hajawahi kumtii Mwenyezi Mungu, hajawahi hata kwenda kanisani. Lucy alimwambia haijalishi, Mwenyezi Mungu anatupenda sote na wao anataka sisi tuliopotea ndo tuje kwake. Jamaa akawa bado haelewi, akawa anajaribu kumwomba mwelezo kwa ufasaha zaidi. Lucy alimtoa wasiwasi, akimwahidi kwamba atafanya hivyo, akimwambia kwamba Mwenyezi Mungu alimtuma kwake, hivi itabidi akamilishe kazi yake. Alimpa Bible akaanza kumhubiria, akimpa mafungu jinsi gani Mwenyezi Mungu alitoa mtoto wake wa pekee ili ulimwengu upate kuokolewa. Siku hizi wanaongozana hata kwenda kwenye kile kikundi cha mafunzo. Yule binti naye akichungulia na kutabasamu. Tunaona akisoma kwa pamoja, Lucy akiwa ndo mwalimu mkuu. Yaani ukifika muda wa kuomba, miujiza inazidi kutokea. Wapepo wabaya wakikimbia. Yaani kila mahali siku hizi ni kujifunza Biblia. Hata wakirudi chumbani kwa mshikaji, wanaendelea kujifunza. Kuna hii siku, Lucy alikuwa anarudi nyumbani. Jeremy akamsindikiza, maana hajaruhusiwa ili aweze kurudi nyumbani. Wakiwa anapiga stori za hapa na pale, Lucy akamwambia mshikaji jinsi gani na yeye alikuwa hapendi kusali. Mamke wake akataa kumfanya kafara. Ndipo alipotokea mtu mmoja akamwombea na kumwokoa. Jamaa akauliza ilikuwaje? Akamwelezea kwamba alikuwa anapendana na mshikaji. Mshikaji akawa amevalisha pete ya uchumba. Alipompeleka kukutana na familia, kumbe yule mama huwa anatoa damu ya wachumba wa mtoto wake. Sasa na yeye ndio ilikuwa zamu yake. Siku aliporuhusiwa na kutakiwa kuondoka, alimsubiria Lucy mpaka afike kazini. Jamaa alianza kumshukuru kwa kila kitu alichomfanyia. Lucy anaonekana kufurahi na kutabasamu. Lucy alimpa zawadi ya Bible. Jamaa akasema, "Kumbuka kuna ile nyingine ulinipa." Lucy alimwambia kwamba ni mpya katika wokovu, hivyo anastahili kuwa na mambo mapya tu. Waliagana kukumbatiana, wakiahidiana kuendelea kuwasiliana.
Baada ya siku, Lucy alikwenda kumtembelea jamaa. Jamaa alimfungulia mlango na kumkaribisha ndani. Alipokaa, jamaa alimuuliza mletee kinywaji gani. Lucy akiwa bado anajibu, mlango ukagonga. Wote walishtuka. Jamaa akawa anauliza atakuwa ni nani, maana mgeni alikuwa anamtarajia ameshafika. Kumbe ni Binta bwana. Hata bila kusubiria kuja kufungulia mlango, alizama ndani na kumkimbilia jamaa. Binta akamwambia, nimefurahi sana jamani, umeshapona Nimesikia umepiga simu kazini kwenu, nilipoambiwa nimekuja hapo moja kwa moja. Mshikaji amekosa cha kuongea, yupo zake kimya tu. Binti aligeuka na kuuliza, huyu naye nani? Mshikaji alikosa cha kujibu. Akamgeukia binti na kumuuliza anafanya nini pale. Lucy alinyanyuka, akaaga na kuondoka. Jamaa akamwambia, Lucy usiondoke bwana. Huku binti naye amemganda, akiendelea kumkumbatia. Upande wa Peter bwana, tunamwona yupo zake kazini. Mpenzi wake kamtembelea na kuanza kumtukana. Akimuuliza alikuwa anafanya anayoyafanya kidhani hata gundua. Alianza kumtukana, akimuuliza inawezekanaje umfanyie fiti na ndugu yako, alafu uone haitoshi ukaenda kulala na mchumba wake. Kweli? Peter alianza kumwomba ongee taratibu. Ile mwanamke hataki kumsikiliza kabisa. Yule mwanamke anaendelea kumuuliza Peter, kwa hiyo hukutaka tu afukuzwe kazi, hata mwanamke wake ulikuwa unamtaka? Peter anamwambia, ongea taratibu wewe, mbona uko hivyo? Na mimi nikajitoa nikakusaidia, ukatumia nguvu za babangu, kumbe umegeuka msaliti. Baada ya wafanyakazi waliposikia kelele, wakawa wamesogea pale mlangoni na kusikiliza. Huko ndani yule mwanamke akiendelea kumpa Peter vidonge vyake. Alianza kumkumbusha kila kitu kilivyotokea. Ile siku alivyoenda kwake, jamaa kamdanganya eti anataka kuangalia nguo zake mpya. Kumbe ilikuwa ni mbinu aweze kutumia chuo cha mshikaji apate nywele zake na baadhi ya vifaa vyake. Kumbe jamaa kule chooni alikwenda kwa kazi maalum. Akaendelea kumkumbusha hata alivyomkabidhi vile vitu walipofika ndani ya gari. Huku akiendelea kumsisitiza na kumwambia kwamba baba yake ajitahidi afanye kazi nzuri. Binti naye akimwahidi kwamba baba yake hawezi kumwangusha. Baada ya kumkumbusha yale yote, alimwambia nitakuharibia maisha, nitahakikisha umerudi chini kama vile nilivyokuzoa ukiwa takataka. Mwanamke alitoka kwa hasira. Alipofungua mlango, hakutana na wale watu mlangoni wakiwa wanasikiliza. Hata hakujali. Kumbe washikaji nao walikuwa wanarekodi. Baada ya siku tunamwona jamaa amerudisha kazini huku akipigia makofi. Hata yule chaumbea wetu alikuwepo bwana. Haya maisha, hatari sana. Bosi wake alimpongeza sana, akimwambia nafasi inamstahili. Pia amehuzunika sana kuona Peter anaweza kufanya kitu kibaya namna ile. Jeremia alikiri kwamba kupona kwake ni kudura za Mwenyezi Mungu. Hata yeye mwenyewe hajui angekuwepo wapi. Waliendelea kumpigia makofi wakimpongeza. Binti naye anazidi kuja kwa jamaa kujipendekeza. Jamaa naye ashajua kila kitu, hawezi kuwa naye tena. Jamaa limeweka wazi kwamba ugonjwa wake umemfanya gundue yeye ni mwanamke wa aina gani. Hivyo katika haya maisha, hata maisha mengine yajayo, hawezi kuja kuwa pamoja. Binti alijaribu kuendelea kujitetea. Jamaa akamfukuza na kumtaka sirudi tena pale. Siku iliyofuata, Peter naye akaja kuomba msamaha. Akidai jamaa msamehe, wamekuwa marafiki tangia utotoni. Mshikaji alimwangalia akamwambia, wewe unajua ulichokifanya? Uliamua kuniua kabisa. Kitu gani nilikuwa nimekukosea? Peter alijaribu kujielezea akidai kwamba mama yake na mama yake walikuwa akimtukana kila wakati, wakisema anashindwa akili na mtu ambaye mama yake anafanya kazi za ndani. Hicho kitu kilikuwa kinamuuma. Alafu kuja kuzingatia katika maisha yao, mshikaji alionekana kuwa na kila kitu kizuri jamaa alichokuwa akikitaka. Jamaa alichomuuliza ni kwamba kuna kipindi nishawahi kufanya kitu cha kufanya ujisikie uko chini yangu? Niambie. Jamaa akasema hapana. Hasa kwa nini ulinifanyia hivyo? Baada ya Peter kulialia sana, jamaa alimwambia kwamba amemsamehe na hata mchukia kamwe, ila hawezi kamwe kuja kuwa marafiki wala kusogeleana. Alipoendelea kujitia huruma, akamwambia wewe acha mambo ya kijinga. Unatakiwa unishukuru kwa kuwa sijakupeleka jela. Nikombe uondoke na usirudi tena hapa. Aliongea maneno haya akienda kupanda zake gari, huku jamaa akimfuata kwa nyuma. Jamaa alizama ndani ya gari, huku mshikaji akibembeleza, Jeremiah, tafadhali ndugu yangu, usifanye hivyo. Jele, tafadhali, Jele, hata sina hela ya kula. Acha tabuku basi. Jamaa aliwasha gari na kuondoka zake, huku mshikaji akiendelea kubembeleza. Haya maisha ni vyema mtu utende wema. Baada ya siku, Jeremiah alimchukua Lucy na kumpeleka sehemu tulivu. Wakiwa wawili pale wanaongea, jamaa alianza kumweka wazi. Akamwambia kwamba katika haya maisha sijawahi kukutana na mwanamke mzuri na mwenye moyo safi kama wa kwako. Uliniombea hata kipindi ambapo sikuweza kujiombea. Ulikuwa mvumilivu na mtulivu kwangu. Kipindi ambacho nilikudharau, kukukejeli na kukutamkia maneno mabaya, wewe unaendelea kuwa na moyo wa upendo juu yangu. Sina cha kukulipa zaidi ya mapenzi yangu. Kubali moyo wangu, nikupe faraja katika maisha yako. Alimweleza kwamba anampenda sana. Lucy naye akakiri kwamba naye anampenda pia. Jamaa hakutaka kuchelewa, akapiga magoti na kuitoa pete, huku Lucy akishangaa. Alimwomba amruhusu amvalishe pete ya uchumba ili aje amuoe, aishi naye maisha yote. Kwa furaha kubwa sana Lucy alikubali. Hata Mwenyezi Mungu alisema hakuna mtu ambaye anastahili kuwa peke yake. Sasa hao watu wengine wanasema sijui mimi am single and I'm happy. Tusidanganyane jamani. Baada ya kumvalisha pete alikumbatiana kwa nguvu. Jamaa kamkisi kwenye paji la uso. Najua utakuwa unaelewa kwa nini. Usitaki kuniuliza maswali mengi.
Na kama hujaelewa, tukutane sehemu ya comment, nitakueleza zaidi. Na huu ndo mwisho wa movie yetu hii. Nitapenda mtu yeyote ambaye ataangalia mpaka mwisho aniambie ni kitu gani ambacho amejifunza. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, nikuombe kusubscribe ili uendelee kufuatilia kazi zetu bora. Vile usisahau kulike, kucomment na kushare. Uliyekuwa unamtega sikio ni mimi Shadrack Kamangira, the guy from East Africa. Bye.